Halidi wa Kasongo anaitwa Keng'ara, alikuwa anamtisha ate hapa ni kwake, ate kwa Kasongo, ate nilijia spika hapa ni kwake, hapa ni kwa mama yake, nilijia mafika hapa vita, nilijia mafika hapa vita. Watu wetu walimai, unajua chama yetu ni gani? Chama yetu ni gani? Inakusikiza ground. Nikisema DCP unasema sikiza ground. DCP. Wacha kusikiza ground. Wacha kusikiza ground. Hapa wewe unasemaje? Unasemaje? Wewe mtu ya kutenga, wewe adui wa Kenya, mtu ya kuongeza mafuta, mtu ya kupoa Kenya. Kasongo ande asiende, wakati unasema Kasongo ande. Kiambu safari ya kufukuza Kasongo aende nyumbani imeanza hapa sasa. Nani alisema vijana wapigwa risasi mguu? Nani ameharibu masomo? Nani ameharibu matibabu? Nani ameharibu biashara? Nani amepora Kenya? Anajioneanga. Tukapatia Kasongo ilani, tukampatia siku 7, tukamwambia Kasongo umeongeza bei ya mafuta ya shilingi 40 na wewe ndio unafanya unakula hiyo pesa. Tukamwambia akapunguza na shilingi 9. Tunakwambia Kasongo haitoshi, upunguze mafuta na shilingi 40. Tunamwambia Kasongo uondoe 16% VAT, unajifanya mjanja ati unatoa 8%. Nakwambia Kasongo haitoshi, tunataka utoe 16%. Tukamwambia Kasongo ile shilingi 7 umeweka petroleum level muondoe. Tukamwambia hii maneno ya G2G hiyo ni ukora, hiyo ni biashara ya kupora wa Kenya, na ile petroli yote inauzwa Kenya, wewe ndio unachukua faida. Tukamwambia Kasongo baada ya siku 7 tutakutana kama viongozi wa upinzani, na usipofanya vile tumekwambia tutatangaza mgomo na maandamano Jamhuri ya Kenya. Tusimamisha kila kitu mpaka Kasongo apunguze bei ya mafuta.
tulikuchagua, ulikuja hapa na Biblia ukatudanganya wewe ni Mkristo, kumbe wewe ulikuwa ni mfanyabiashara, wewe ulikuwa ni mwizi, ulikuwa ni muuaji, tukakupatia kura zetu. Huyu Kasongo alikuja hapa na Biblia, kumbe ilikuwa ni fisi, amevaa ngozi ya nini? Kasongo aende asiende? Au asukuzwe asukuzwe? Juzi nimekuwa pale Wanakarau, uliniona? Nikaangalia Kasongo kwa macho, nikamwambia Kasongo wewe ni mwizi, nikamwambia Kasongo wewe ni muuaji, nikamwambia Kasongo wewe ni muongo, nikamwambia Kasongo ninakupatia onyo, uache kutukana jamii ya Wakikuyu kuliko sisi wa kabila na sisi wa Mjaluo. Nikamwambia Kasongo wewe unaenda kwa Wajaluo kutukana Wakikuyu na kusema sisi ni wa kabila. Nikamwambia Kasongo tukichagua wewe, jina yako haikuwa Kamau, jina yako haikuwa Karaja, jina yako ilikuwa William Kipchirchir Arap Ruto. Na nikamwambia ukome. Mimi nataka niseme Kasongo umezoea kutumia mimi wakora. Kila mahali nikienda unatuma wakora. Juzi nimekuwa Kikuyu, mkiwa na Kimani Ichung'wah, msaliti wa jamii ya Wakikuyu, msaliti wa jamii ya Wakikuyu. Unatuma polisi kutupiga. Mimi juzi Kasongo nimekuombea ruhusa kule Nyandarua, nikaambia watu wawache uongee, lakini nataka nikwambie kutoka leo, ukituma polisi tena, utume wakora tena kuharibu mkutano yangu, wewe ukija hapa Mlimani utakubaliwa kuzungumza. Rais Uhuru Kenyatta ulikuwa umekosana, hakuna siku ametumia ya wakora kukupiga. Rais Uhuru Kenyatta mlikosana, hakuna siku ametuma polisi kupiga wia kiaga. Mlikosana na Uhuru Kenyatta, hakuna siku ametuma polisi kupiga wale risasi. Polisi kupiga mtoto ya nyumbani, kijana ya Maumau, ni mwenyewe ambaye anatoa watu. Mimi leo nikiwa hapa Mlimani, nikiwa kiongozi ya jamii, napatia wa ilani, ukituma wahuni tena waharibu mkutano ya Rigiji, ukituma polisi tena waharibu mkutano ya Rigiji, hata wewe hutakubaliwa kufanya mkutano hapa Mlimani. Kijana yangu anaitwa John Melo. Leo kijana yangu Getugati alimwangalia Kasongo kwa macho, akamwambia Kasongo wewe ni muongo, akamwambia Kasongo mimi nakuheshimu kama rais, mimi nakuheshimu kama baba yangu, lakini mimi sikuwa wapi Adedorai. Mimi najua unaheshimu Kasongo, lakini unaheshimu Kasongo, lakini watu ya Kiambu unaheshimu Kasongo, lakini na sasa Kasongo ukitaka kujua hatukuogopi wewe, jaribu tena kuharibu mkutano ya Rigiji, alafu kanyanga hapa Mlimani utajua utu. Amatuma mtu mwingine, mtu kule ile naitwa Soprano, ile mtu ya Yesu, mtu kule kabisa. Kwanza wale Soprano unaongea mambo ya viongozi wamechaguliwa, wewe walichaguliwa na nani? Mlichagua Soprano? Mlimuona? Mnamjua? Mungu na haja na Soprano? Aende asiende. Soprano aende asiende. Sasa hii Soprano ametuaibisha kama jamii. Yeye ni mwanaume, lakini hawezi mwambia Ruto hapana. Akiambiwa kila kitu anasema yes. Wananisumbua, wananichora,
mwanaume akishikana na Rigiji, akienda mkutano, akipewa kuongea, anaanza ni Saturana ni bure si bure, Saturana ni bure si bure, aende asiende ya mwisho ndio anapatia viongozi. Tulipata shida, tulienda harusi na gari ya Kasongo. Kufika kwa mtu anatuambia tushuke, tukapata matatizo. Tumetengeneza gari letu ya Mlima na Kenya kwengine inaitwa DCP. Hiyo ndio tumechagua kila kiongozi katika chama cha DCP. Unakubaliana? Wacha nione watu ya DCP, watu ya DCP. Ile shida tunapata hapa Mlimani ni wasaliti wa jamii yetu. Mbunge wenu wanaitwa Keng'ara ni msaliti, ni mtu ya kulabalaba Kasongo na kufuata kila kitu Kasongo anasema. Watu wameuawa, anaambia Kasongo wasaliti. Akileta polisi anamwambia pongezi. Kasongo akiongeza mafuta, Keng'ara anamwambia well done. Hii Keng'ara aende asiende? Keng'ara aende asiende? Wangapi wanasema Keng'ara aende? Keng'ara aende? Hapo Mlimani, nani mwenye kusema? Nani mwenye kusema? Nani mwenye kusema Mlimani? Nani mwenye kusema? Iko mwingine? Iko mwingine? Mimi nasema nikiwa kiongozi nimetangaza operation Fajia ya kufanyia wasaliti wote na kasia na takataka ya siasa. Ndio nikisema harambee mnasema Fajia. Harambee! UDA! Wilbaro! Wasaliti wote! Keng'ara! Wamorana! Imani Ichung'wa! Saturano! Kasongo. Wangapi wanasema tumwambie Kasongo tumwambie? Ni mwaka huu. Leo. Kama tileke. Mimi najivunia katika kura mlipiga Kiambu, wabunge wote ni wasaliti. Watu wa Kiambu viongozi walituuza kwa Kasongo, lakini kiongozi mmoja kijana mdogo ako na msimamo, alipewa milioni 30 auze jamii yetu, akakataa. Yeye ni mchungaji, anasimama na watu ya Kiambu, anasimama na jamii yetu. Nataka tumkaribishe